Mtu amefariki, lakini baada ya kwamba shafariki kwa hesabu ya siku 40 shekhi, siku 40 alafu watu wanakusanyika tena pale kwa yule marehemu alipokufa, ambapo kwamba watu wako pale wana sherehe ya siku 40, manake ilikuwa amekufa. Sasa kwa siku 40 tunakutana pale, tunachinja makuku na mang'ombe, tunakula wali. Shekhi, swala hili walichangia vipi wewe? Sheikh Musa, ni masala tunayazungumza na tuyazungumze kwa sababu ni masala yanaingiliana na ibada. Maiti anapofariki kuna misiba miwili. Msiba wa kwanza ni wale watu ambao kwamba wanahusiana na yule maiti. Kakaangu, ni mjomba wangu. Anaruhusiwa mke kuhuzunika amekufa mtu wake wa karibu siku 3. Kwa hivyo msiba wa siku 3. Hiyo msiba siku 3 imethubutu katika sheria, inaitwa al-hidad. Naam. Kuhuzunika msiba siku 3. Mke amefiliwa na mumewe, msiba wake ni mrefu zaidi, miezi 4 na siku 10, na ndio ida yake. Akizaa imeshakatika, kama amezaa ishakatika. Kuna hikma gani hapa? Kuna hikma ya kwamba alikuwa ni mtu nadada naye na amiliana naye, sasa amefariki. Huu msiba maana yake anaambiwa usijipambe, usijitoe kwa wanaume, yani uoneshe kwamba una huzuni. Lakini mume ana eda, lakini mke ndio anaingia kwenye eda, ndio inaitwa hidayah. Kwa hivyo ikiwa ni mtu wake wa karibu siku 3, kama ni kama ni mumewe miezi 4 na siku 10, ndio eda hii. Ni ya kwamba siku 40 ili kuna sherehe za siku 40. Hakuna katika sheria, hakuna katika sheria. Kwa hivyo hakuna hadithi wala aya inazungumzia masala. Mambo ya mila yamezuka na asili ya mbali. Na hii mambo ya kuigaiga, kuchukua mambo yasiokuwa na dalili, utaona tutachukua mambo ambayo kwamba sisi ilikuwa sio yetu. Sheikh Musa, nafikiri umesoma historia wewe. Naam. Sasa mtu atakwambia kwamba Mwenyezi Mungu anasema falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Hii ni aya ambayo kwamba inazungumzia masala ya mtume Musa alipofika miaka 40 na akalingana, Mwenyezi Mungu akampa utume. Mitume wengi walipewa utume miaka 40. Sasa hii kwa sababu 40 imetajwa, aipeleka pale kwamba hii 40 hii ndio ile. Na ni shekhi mkubwa, shekhi ambaye ingilia kabisa, ile mbali kabisa. Vitu 40 imetajwa hii, na kuna 40 zimetajwa katika Qur'an. Naam. 40 sana, 40 watu, vitu 40. Sasa havilingani na 40 ya mazishi. Hizi ni rituals tukus ambazo kwamba zinatoka mbali katika zama za mafaraos. Katika historia, hebu tuzisome, zinatoka huko. Wale ilikuwa mtu akifariki, wanasema kwamba zile siku 40 wanaitakidi kwamba roho ya mtu huyu inatembea katika majirani zake, katika watu wake, bado roho yake iko hapa. Kwa hivyo ni kama kwamba hajaondoka yani. Na walikuwa wanadawa wanamtia. Unajua mafaraos ni katika watu walikuwa wameendelea kitambo, wanadawa fulani wanampaka yule maiti asiharibike haraka. Kwa hivyo ana uwezo kaa siku 40, na wenyewe wanafanya rituals za mazishi na nini, sherehe na nini, mpaka ifike 40 wanasema sasa ndipo nafanywa mazishi. Kwa hivyo ni itikadi za kutoka mbali za 40, kwamba ile 40 ndio kunafanyika kitu kadhaa. Wanasema kichwa cha marehemu chakatika huko kaburini, ndio wenyewe wachinja kuku kunasibisha kwamba kile kichwa cha katika, na huko nako watu wanakata kuku, mbuzi, kondoo ama ng'ombe. Ile ni sherehe kubwa shekhe. Sasa nani ameona hicho kichwa cha katika? Sasa maajabu ndio haya. Maiti shekhe, manake huwa haichelewi kuoza kichwa kwa kabisa, joto na nini. Hicho kichwa pia si masala kwa maiti shekhe. Kwa sababu wale mafarao kama ilivyozungumza kihistoria ni pana. Ukianza kuibaza hapo wajua itakuwa ni ndefu. Lakini shekhe walikuwa wakitumia ule uchafu wa wale maiti kufanya matambiko. Kweli, kwa tambiko zile. Sasa wanakuwa baadaye makaburi alafu wanafanya matambiko yao. Sasa watu wakachukulia ile maneno kwamba kumbe sasa ni itikadi, na ikaenea shekhe.
Kwa hivyo sasa tunasema kwamba kwa hivyo hakuna 40 baada ya kushakufa. Islamu hakuna shida. Msiba siku 3. Siku 3 tumesulishwa siku 3. Na kama ni mumewe anakaa miezi 4 na siku 10. Na kama ni mjamzito akishazaa ede imekatika. Ima amezaa msichana, ima amezaa mvulana, ede itakuwa imekatika. Ama pia mtoto kama ametoka kabla wakati wake kabisa. Pia